Wadada, habari? Poa. Samahani, kuna kijana namuulizia. Ni mfupi hivi kidogo, ana ndevu, ni mweusi, anakaa hapa mtaani ila sijajua nyumba ipi. Jina lake anaitwa Kivu. Mmewahi kumuona au kulisikia hilo jina? Kikweli hapana. Sisi hatumjui wala hatujamsikia. Si ndio? Basi sawa, asanteni. Haya. Wewe, mbona mbadilika ghafla? Yule mdada amemuulizia mtu ambaye namfahamu. Unamfahamu? Hata mbona hakutaka tumwelekeze jamani dada watu alikuwa anauliza. Mstari ndio kitafadhisia siku nyingine. Tuanze tena jamani. Yaani kwa nini? Usijali, tajua tu. Wewe Kivu ni nani? Wewe Kivu, yule Kivu. Sawa. Kivu, mbona unapita mbali sana? Ndiyo, napita mbali kwa sababu sina pesa kuja hapo. Hata salamu pia? Kaa ukitambua, anayekuja yoyote hapo ndama wana chochote. Sasa mimi nikifika hapo nitanunua nini? Vipi lakini mama anaendeleaje? Mama kidogo namshukuru Mwenyezi Mungu. Japokuwa sio sana, lakini Mungu anasaidia. Basi sawa, nitakupa chochote kitu ili uweze kukusaidia. Hii hapa itakusaidia Kivu. Asante. Nashukuru sana. Mungu akubariki. Asante sana pia Kivu. Nipo pamoja na wewe. Maisha bila dira ni safari ya hasara. Ukiwa una dira ni mateso. Ukikosa kazi ni sawa na kukosa dira. Habari. Sawa, mimi nafika sasa hivi yani hapo. Ila ninachokihitaji nikute kila kitu kipo tayari, sawa? Sawa. Shaida. Shaida. Yes, Dad. Mwanangu, mimi natoka na kuachia nyumba hii. Ninachokuomba uwe makini sana na hapa. Sawa dadi, lakini nilikuwa nakuomba ukirudi na chocolate. Nitakuletea mwanangu, wala haina shida.
Wewe kila siku unasema hivyo, vafu kenda ukirudi unarudi mikono mitupu. Hapana. Usifike huko. Wewe ni mwanangu. Lazima nikujali kwa kila kitu. Sawa eh? Sawa. Baadaye basi. Safari njema. Ila leo hata hujapendeza. Tusalimiane kwanza mwanangu. Nimevurugwa sana. Usivurugwe kiasi hicho babangu, kwa sababu wewe ndio muuguzaji wangu. Sasa unapovurugwa mimi nitaishia wapi? Shikamoo. Marahaba za utokako. Ni nzuri. Nimefika pale nilikutana na dada mmoja hivi, ndio akanipa pesa kidogo nikanunua hivi vitu. Tivu, mnafahamiana kweli? Hiyo dada anamgawa pale. Usije ukaomba mwanangu, yaani ukiomba unajizalilisha. Hatujafikia bado hatua hiyo. Sawa babangu? Ni kweli mama, lakini tutafanyaje sasa? Haya ndio maisha sasa tunapitia, na pia sitarudia tena. Lakini kuna kitu nataka nikwambie. Kesho kuna sehemu nataka niende, maana kuna mtu nilimwazima pesa yangu bado hajarudisha. Kwa hiyo nataka niende, kama nitamkuta akinipatia hiyo pesa basi tatusaidia kidogo. Mama, ni bora unielekeze, maana nakumbuka daktari alisema watakiwa kwenda kokote. Ni kweli hivyo, lakini hata nikikuelekeza hautomjua, na hata ukimjua hawezi kukupatia, kwa sababu wakati tunamkabidhi nilikuwa mimi na yeye tu. Lakini pia isitoshe, kumbuka kwamba mazoezi ni muhimu pia kwangu. Lazima nifanye mazoezi. Sawa mama, lakini unatakiwa uwe makini sana. Hilo halina tabu mwanangu, kuwa na amani. Mungu atanisaidia tu, kila kitu kitaenda sawa. Nakupenda sana mama. Nakupenda pia mwanangu. Nimeandika mada zote na topic zote ziko huko. Ila kwenye classification michoro yangu ndo sijachora vizuri. Kwa hiyo kama wewe ukiona michoro yangu mimi sio nzuri, utamwazima mtu mwingine daftari utachora. Hivi ndo kuanzia hapa Anza mpaka hapa. Yaani wewe ulipoishia ni unaanzia hapa kwenye growth unakuja mpaka huko kwenye classification. Kwa hiyo sasa hapa ni speed yako tu. Alo mama. Nipo hapa kwa rafiki yangu. Nimekuja kuandika note. Amna, usijali. Nakupenda mama yangu. Sorry. Vipi?
natamani na mimi ningekuwa na mama. Leo hii ningekuwa najivunia kama wewe unavyojivunia. Natamani ningekuwa karibu naye au uwepo wake hata kidogo kwangu, lakini kwa bahati mbaya sijui hata anafananaje. Sijui. Jali, yote ni majaliwa Mwenyezi Mungu. Nakuonea wivu sana sana. Natamani mapenzi yake hata kidogo. Basi, kulia basi. Usijali rafiki yangu, sawa? Sawa. Shikamoo. Marhaba, ujambo? Hi dad. Hai. Vipi mwanangu, mbona unalia? Amna. Usiniambie amna. Mimi nakufahamu mwanangu wewe. Hebu niambie tatizo ni nini? Hapana, ila mchanga tu uliniingia kwenye macho kidogo. Sawa, basi mimi nipo ndani. Sawa? Haya. Babe, unaenda wapi tena? Au mamlaka kuniuliza naenda wapi, umetolea wapi? Lakini sio makubaliano yetu hayo. Ndio tulielewana tunashinda wote. Sasa nashangaa mwenzangu umeniacha chumbani umekuja hapa. Hivi humu ndani mume nani kati yangu mimi na wewe? Wewe utabaki kuwa mke na mimi ndio mume. Muhimu unakula, unalala, unavaa, hayo maswali mengine mimi siyataki. Yaani wewe huwezi kubadilika kabisa. Hivi na nini? Wewe unataka nibadilike niweje yani? Unatakaje niweje yani? Unachokitaka sina kufanyia. Unachokitaka kingine cha zaidi ni kipi? Maneno mengine sihitaji. Halo Kevi. Mambo? Poa, vipi? Mama anaendeleaje? Sawa, Mungu atamfanyia wepesi, atakaa sawa. Sasa Kevi, mimi nilikuwa na mazungumzo naye.
Wewe tu ukiwa tayari utaniambia. Basi sawa. Baadaye. Vipi mzee mwenzangu? Kwema? Mimi namshukuru Mungu bwana, sijui wewe uko utokako. Bwana mimi naweza kusema Mungu mwema. Mambo yanakwenda. Vipi binti yetu naye? Yupo ametoka? Binti yetu bwana jambo lakini katoka kidogo. Kutoka mara moja. Sawa sawa. Sasa mzee mwenzangu, kilichonileta hapa. Ndiyo. Yaani sijui naota au kichwa changu kinaingia na mawenge. Unajua kuna kitu ambacho kinanichanganya na sitaki kuamini kabisa. Sielewi hata imekuwa kuaje. Sawa, mimi nimekusikia na nimekuelewa. Ila sasa sijajua nikusaidia upande upi kwa sababu bado hujaniweka wazi. Unajua mzee mwenzangu, Aisha yupo? Nasema? Aisha aliyekuwa mkeo yungali hai. Tena nimemuona kwa mboni za macho yangu, sio kuhadithiwa. Hii inawezekana vipi? Hapo kwenye kuwezekana vipi hapo ndipo mimi napopata mshangao. Pachana, wewe ndio unahusika katika swala hili la kuunganisha hili jambo mpaka yule mama yule afariki. Lakini sasa nashangaa leo unakuja kuniambia kwamba hajafariki. Kweli? Mboko, ipo hivi. Mimi mwenyewe hilo jambo ndio linanichanganya. Kwa sababu ile kazi kaka, mimi nimeifanya kwa umakini na uadilifu wa hali ya juu. Na nimejua kabisa kwamba yule mama tumeshammaliza. Pachana, ninachokihitaji sitaki kumuona na wala sitaki kusikia jina lake.